Bakozi ba Abaririmvyi TV uno musi udasanzwe kuri twebwe nka Abaririmvyi TV kuri micro muri kumwe na Michapolo Comedy the best one na wakantri kuri kamera muramuzi umwe abaha amasanamu n'amaje ameze neza ni muramuzi nayo ko akora ibidasanzwe rero uno musi tuziritse tugenda kuraba umuntu akora ibidasanzwe natwe nkuko turabadasanzwe akaba asanzwe ari umuririmbyi akora n'ibindi bintu byinshi muza kumenya muri kino kiganiro kugira ngo bize kubaha namwe inyigisho canke impanuro nyinshi uwo nawe oya reka araza kubibwira kugira ngo ibintu bigende neza cyane ni sawa biraza yego dushaka kumenya mwidondora abakunzi baza Abaririmvyi TV bariko badukurikirana. Mimi naitwa Renalex kwa jina maarufu wananijua kwa jina la Renalex. Yes. Renalex usanzwe wararirimbye kandi guhera kera cyane nigi ari wowe watangwe kuririmba. Mimi nimeanza kuimba toka mu 2005. 2005 ndo nimeanza kuimba, ila nyimbo ya kwanza kurekodi nimeanza kurekodi nyimbo ya kwanza ilikuwa mu 2012. Ndo nyimbo ya kwanza mimi tumeanza kutengeneza. Ndio. Kubera iki wowe watangwe kuririmba mu 2005 ariko ukarindira imyaka indi yose gacha ko kugira uko indirimbo ya mbere? Unajua kipindi hicho sisi tulikuwa tunaanza kuimba, naona ilikuwa ni wakati mgumu sana kusema upate opportunity ya kwenda ku studio kurekodi. Ilikuwa sio jambo rahisi sana. Ilikuwa ni jambo ligumu sana, yani kwa kusema eti mtu upate nafasi hiyo ilikuwa sio rahisi. Tulikuwa tunajaribu kufanya mazoezi, tunaimba kama vile bendi, kundi, tunaimba kwa pamoja mazoezi tofauti. Basi ikatokea kwa kusema eti sisi kwanza tupate huyo muda wa kwenda kurekodi studio. Tulipitaga mu competition ya Centre Jeune Kamenge pale, walikuwa wanaorganize vitu ya concours de rap. Ikabidi sasa tukaenda pale tukajiandikisha kama kundi ilikuwa inaitwa The Light Stone, ndio ilikuwa inaitwa. Sasa tukafika pale wa 12 wa kwanza na sisi tukabatika tulikuwa tuko ndani. Ikabidi Centre Jeune wakaenda kutulipia studio, ndio kwenda kwa Domix pale. Nyimbo ya kwanza ndio tulianza kutengeneza pale kwa Domix, ilikuwa inaitwa Pokonyeni Silaha. Kwa sababu kipindi hicho ilikuwa ni tulikuwa bado tungali tunaingia mu vitu vya desarmement, walikuwa bado wanatoa masilaha mu wananchi. Basi ndio imekuwa hivyo. Ndumva mwaciye mu mitego itari mike kugira ngo mushobore gukora indirimbo. Ndumva uburyo byaciyemwo ko ari kubera Centre Jeune mwagiye mu iryo higanwa namwe mukabamo bakabarihira studio kwa Domix mugakora iyo ndirimbo. Kuva mukoze iyo ndirimbo muri uwo mugwi mwabandanije mukora nk'umugwi canke hari bamwe baciye bavamo umwe wese akora ku giti ciwe? Ndio tuliendelea tunatumika kama kundi na kuna baadhi ya mtu alikuwa anasema bana mimi naweza cha kwanza ni toe kitu changu kwanza peke yangu nipime niangalie. Mtu alikuwa anajitoa naenda anafanya kazi, lakini tulikuwa tunatumika kwa kundi. Tulikuwa tunatumika kwa kundi na kujaribu kushauriana umeandika aje nini, hata kama itakuwa ni nyimbo ataenda kurekodi peke yake. Ni lazima tulikuwa tunaipitia kwanza sisi. Manze murabehere mako agomba sori ikintu kizima. Ndio. Kuva ico gihe mwaba mwaciye muhagarika kurimba nimba mwarabandanije mwagarukije ku ndirimbo zingahe gushika kuri uno mwana? Sisi tumetengenezaga nyimbo ambazo tulirekodi zilikuwa ni nyimbo 5. Nyimbo 5 ndo tulirekodi. Kisha badala ya hapo kila mmoja akakuwa kama vile mwenye yuko anafanya kazi kivyake. Alikuwa anafanya kazi kivyake, ila pakitokea dharura kusema eti turekodi nyimbo tunajikusanya tena kwa pamoja. Wowe waciye uhitamo gukora wenyene, uba warakoze wenyene ugakora n'indirimbo canke vyagenze gute? Ndio, mimi kuna baadhi ya nyimbo ambazo nimefanya peke yangu. Kuna nyimbo 2 ambazo nimefanyaga peke yangu, na nyimbo ya kwanza tulifanya na Mkombozi. Nyimbo ya pili tukafanya na Pasli ambayo ilikuwa inaitwa Dalili za Mwisho. Hiyo ya kwanza ilikuwa inaitwa Pesa. Iri mu ndirimbo zamenyekanye no banaragirwa amahirwe nkazibona zimwe tuvuge ko ari igihe ndirimbo mizo zibiri canke izo mwamara ririmbye igihe mwari mu mugwi zoba zaratumye umenyekana? Nyimbo ambayo tuliweza kutoka kwanza kabla tungali tunaimba tuko kundi, ilikuwa ni nyimbo ambayo ilikuwa inaitwa Uchaguzi Bora. Kwa sababu uchaguzi bora na imetokea ilikuwa ni wakati wa uchaguzi, ndio tukafanikiwa kufanya hiyo nyimbo. Hiyo nyimbo ilichukua nafasi kabisa, watu waliweza kuifahamu na waliweza kutufahamu. Baadhi ya watu tulikuwa tukipita hata tunasikia hata chorus wako wanaimba huu ni wakati wa sisi wananchi. Nyimbo kama hiyo watu waliweza kutufahamu kabisa na wametupokea vizuri, na tukamshukuru Mungu. Ndumva ibintu byagenze neza cyane, mwamaze kuvyumva ni kiganiro kimeze neza cyane
ikiganiro kiri otop nkuko nogena ndabivuga bimwe mu bisanzwe. Iyo ndirimbo yaratumye umenyekana cyane kuva ico gihe waririmba, tuvuge kuva 2015 2005 ubona ko woririmba 2012 mugasora indirimbo mu nyuma mo wese akiyumvira ko yogenda gukora ikorwa ciwe, ariko nko mu mugwi mukamanza mukayiraba mukavuga iki kintu nico genda ugisohore. Uko wabona umuziki gushika kuri runo rugero 2021 ubibona gute? Haba harabaye impinduka kwico gihe umva vyagorana, ubu ho bya bimeze gute? Kipindi hicho kwa kweli muziki ulikuwa mgumu sana. Ulikuwa mgumu, sio kama kwa sasa. Naona watu wamekuwa kidijitali sana, watu wameenda kimaendeleo. Unaona kipindi hicho kwanza sisi tulikuwa tunaimba, hata kwa kusikia eti nyimbo yako kuiweka kwa YouTube ilikuwa ni vigumu sana. Ilikuwa ni vigumu, ulikuwa unajiuliza YouTube, kwani tulikuwa tunafikiria kwanza YouTube ni ya Wamarekani. Wamarekani na nchi zingine ziliopiga hatua huko ndio tulikuwa tunaangalia. Ila kwa hapa Burundi ilikuwa vigumu sana. Ila kwa sasa ukirekodi tu nyimbo kidogo ni lazima uoneshe kitu fulani ambacho utakuwa ulifanya kwenye YouTube, watu inabidi waangalie. Unaona vitu kama hivyo kulikuwa utafauti sana, sio kama kwa sasa. Abaririmbyi bo muri no misi basigaye basohora indirimbo zitandukanye, imistari canke uburyo mwaririmbamo kera sivyo nsigaye mbona muri no misi. Byoba biva ku kintu biba bari mistari bura canke habiki kugira ngo abaririmbyi bose baririmbe bagomba kwishimikiza ibintu by'ibiterasoni muri ma. Yani hicho kitu huo hata na mimi naikaaga sehemu na jaribu kufuatilia nyimbo za kisasa kwa sasa, jinsi wasanii wa leo wanakuwa naimba. Vipo tofauti kweli na kipindi hicho ambacho sisi tulikuwa tunafanya kazi. Kipindi ambacho sisi tulikuwa tunafanya kazi, sisi muziki tulikuwa tunaona kama ni kitu cha kushauria. Unaona? Ni kitu cha kushauria au kuondoa mtu kwenye maisha mabaya na kumleta kwenye maisha mazuri. Hicho ndo kipindi chetu sisi tulikuwa tunafikiria. Na tulikuwa tukikamata test eti unakamata biki huko unaanza kuandika. Ni lazima kwanza uanze kufikiria, je, watu wanaishi maisha gani? Na kitu kingine ambacho natakiwa ujue, mimi mwenyewe nilikuwa mwanaharakati, yani mwana hip hop. Hip hop ni muziki una aina yake tofauti na muziki wa R&B. Ila ukitizama kwa sasa wasanii wanaofanya muziki wa hip hop wanafanya muziki wa hip hop wa kibezi wasanii wa R&B wanavyoimba. Kipindi muziki wa hip hop na muziki wa R&B ni vitu viwili ambavyo vipo tofauti. Hip hop ni kitu ambacho kinakamata, yani ni kitu ambacho huwa kinazungumzia kuhusu maisha ya watu kwa ujumla, jinsi mtu anavyoishi na kuweza kusawishi mtu kumtoa kwa hiki kumpeleka kwa kingine, na si kwa kusema eti kuimba vitu ambavyo unaweza kufanya muziki hadi baba yako yupo sebleni anaikaa yuko anatizama ile muziki anasikia hata aibu ya kuangalia muziki, anajiuliza, je, huyu ni mtoto wangu ama si mtoto wangu? Watu wanakwenda kimarekani zaidi, japokuwa sisi wa Afrika tuna asilia yetu tofauti na wazungu. Hivyo ni vitu viwili vipo tofauti. Mzungu ni mzungu na Muafrika ni Muafrika. Sasa kipindi wewe unafanya muziki eti uwe kama 50 Cent, unafanya muziki uwe kama sijui Lil Wayne. Wale wana tabia zao, wako na comportement zao kule, milia ya jinsi wanavyoishi pale, na sisi hapa Afrika ipo tofauti. Unaona? Sasa kimwelekeo kwa muziki wa sasa, yani watu wanakwenda kuangalia eti fulani sijui yuko anaimba hivi au muziki wa aina hii sijui, yani unakuja kuta watu wanasahau kuweza kutengeneza kitu ambacho kinaweza kawafahamisha wao kuwa wasanii. Kwa sababu mtu kuitwa msanii ni kioo cha jamii. Yani jamii inatakiwa ikutizame wewe unafanya nini. Na si kwa muziki eti kwa sababu wale wanafanya hivi na mimi acha nifanye hivi. Unaweza ukuta unafanya hivyo, kile kitu ambacho nakifanya wewe kikakupeleka pabaya. Na labda wale watu ambao walikuwa nakuchukulia serious wanakuwa wanaona huyu mtu yani ni mtu ambaye ameshakuwa kama vile tuseme mtu wa mitaani vile, anazungumza sijui muziki wake haueleweki, yani anafanya mashairi yenyewe ya kutupisha watu adabu, yani ya kupoteza watu, kuwatoa munjia ambao walikuwa ndani njia nzuri, wanawapeleka munjia mbaya. Niki heno n'ikintu ko twica tugenda tubahanura nkaho wumva wabona izuba waririmbye kuva kare bogenda bakiyumvira, kuko abo bumenga ntibakiririmba bisunze ko botanga impanuro canke ngo abantu babigire ko ingeso kanaka, ahubwo ubu benshi arababikora kugira ngo binezereze abandi mu buryo butandukanye. Niki kintu wocu genda bahanura kugira ngo nabo bagarukane kakanovera kwa muziki wa kera? Ndio chenye mimi naweza nikawashauri sio kingine, wajaribu kuangalia kwanza watu wanaishi maisha yaje. Hicho kwanza ni kitu cha maana. Kwa sababu serikali unaweza kaimba kitu na serikali kaona kweli huu muziki
au kutokana na nani na sanamu ambazo zipo ndani ya huu muziki zinacheza na kumaanisha kitu fulani. Inaonekana kuna watu hapo nje wako kwenye maisha ambayo sisi hatufahamu ni maisha gani. Inasaidia hata serikali labda kuweza kuimarisha mambo fulani fulani ambayo yapo hawako wanayapata kiukaribu zaidi. Kwa sababu kuna mambo mengine serikali haiwezi katambua mambo yote kwa jumla. Na ndio maana wasanii wamewekwa pale ajili ya kufanya ni kuchimbua kile kitu ambacho wale watu ambao wako na maisha dunia, wako na maisha yenyewe, watu wakubwa kule wafahamu. Inabidi wafahamu kupitia ule muziki. Wajaribu kuangalia mienendo ya watu kwa sasa jinsi ilivyo, na kutoa song ambazo zitakuja ni za kuimarisha watu. Si kuimba kamata kiuno sijui fanya nini. Ndio unaweza kaimba hivyo unakuja kuta message yako na watu wengine ambao walikuwa wanakufahamu labda mitaani au site ambao unaishi ndani wako wanafahamu mtu fulani yuko hivi unakuja kuta wanakuja kupokelea poa, yani inakuwa sio vizuri zaidi. Mwamaze kuvyumva impanuro muhabwa, manza mumenye kwanza abarundi canke twebwe mu gihugu tubayeho gute, kwanza nize impanuro mugomba gutanga mu muziki wanyu kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Bagaca banagenda bavuga kandi ko ngo leta itagira nukuvuga itabassponsoriza ngo leta nta buryo yishiramo mu kugira ngo ibateze imbere. Nawe ubibona gute, canke ko bari kwagutinya kugenda kudodora hatandukanye kuko bazi ko n'imiziki bakora ubwabo ngira sinzi ko baba bayemera canke bataba bayemera bagatinya kuja kudodora kugira ngo baronke sponsor? Kuna baadhi ya muziki kweli hao wasanii hivyo vitu huwa vinawatia aibu. Na unakuja kuta hata ndio atajitolea kuandika barua yoyote ile ya kuomba sponsor, anaweza kaiandika, lakini sehemu sasa kwenye ile barua inapoenda kwanza ndio kitu kwanza watu kwanza wanatakiwa wafikirie. Unakuja kuta msanii anaenda kuomba sponsor, yani muonekano wake jinsi alivyovaa wenyewe na ofisi ambayo anaingia ndani vipo tofauti. Unajua muziki kipindi uko unafanya video au unaonekana kwenye video pale unakuwa uko kikazi, na muonekano wako wa mitaani unakuwa uko tofauti hata na kwenye video. Kuna watu wanakuwa nafikiria sijui eti kwa sababu wameona msanii fulani amevaa hivi inabidi hata na mimi mitaani nipite nimevaa vile. Yule msanii ukimkuta amevaa vile kwenye video afu mkute kwa maisha yake ya kawaida sio ndo mavazi anayovaa, unakuta ni mtu anavaa mavazi ya kujiheshimu. Pale anakuwa iko kikazi. Ni kama jinsi mtu unaweza kaenda unasema eti bana mimi nataka niende ni kalime. Kuna mavazi ya kulimia na mavazi ya nyumbani ya mtu kujistiri. Unaona? Wakati uko kwenye kilimo unaonekana kweli huu ni mlimaji. Unaona? Na ukitoka kwenye kilimo unaingia mitaani, mtu hawezi kukutambua kama wewe ni mlimaji kutokana na nini? Na mavazi yako jinsi unavyovaa. Ndio maana msanii unatakiwa kuwa kioo cha jamii ni wewe mwenyewe kwanza, kwa kuonekana kwa muonekano wako. Unaweza kaenda kuomba sponsor sijui umeenda unavaa bashire suruali imeteremka huko chini umepiga pocket. Je, ile ofisi unayopeleka ndani ile barua yako wataipokeaje? Unaona? Kitu kwanza cha kwanza wanaangalia kwanza muonekano wako, wanasema sasa huyu mtu anakuja kufanya nini kwenye hiyo ofisi. Kuna mara hata wasikukubalia hata kuingia ndani kwenye ile ofisi. Unakuta ni ofisi ya mheshimiwa. Wewe unakuja unavaa sijui eti kwa sababu uko msanii unakuja unavaa mavazi yenyewe yapo ya kutupisha watu heshima, inakuwa sio vizuri. Hiyo sponsor yako hauwezi kaipata, na labda barua unakuta wanakamata wanaiweka kapuni pale. Hata director general au minister mwenye alikuwa anaenda omba iko ile sponsor hawezi kaisoma. Mwamaze kuvyumva, iri foko ugiye gusaba sponsor genda kwanza wambaye neza. Iyi nimba wambaye bashire muri video simpaka ngo cyambara bashire, namwebwe nyene mugenda mwigana basani ngo nuko nabonye yambaye ngo agahuzu kamezuko ngo nanjye reka ncigena ndakambare. Mwamaze kuvyumva impanuro mwamaze kuronka, kandi ko bijya birugiyemo haba harimo umuntu yubashe irifo nawe kucugenda wiyubashe. Eske ni wagenda wambaye bashire ugasanga yambaye costume gute muzohuza aho? Rero nahanyu bibwirwa benshi bikumva benevyo. Twagomba rero tugaruke mu buzima bwa misi yose. Ico gihe waririmba wari usanzwe ukora iki, ubu naho usanzwe ukora iki? Mimi kwanza kipindi nilikuwa naimba nilikuwa bado niko mwanafunzi, nilikuwa bado nasoma. Ila kuna watu tu walikuwa wanatushika kama vile kutaka kutusaidia tu ku mambo madogo. Kama vile tunaweza kusema kipindi kwanza hicho watu wenyewe walikuwa wanatushika sana, ilikuwa ni Centre Jeune Kamenge. Kwa sababu unajua pale palikuwa vio tofauti. Kuna watu walikuwa wanasomea masomo ya muziki, kuna watu walikuwa wanasomea mambo sijui ya kompyuta, kuna watu walikuwa wanasomea, yaani pale kulikuwa
kuna aina tofauti ya masomo. Sasa tulikuwa pale, tulikuwa tunafuata masomo ya hip hop. Tulikuwa tunafuata masomo ya hip hop pale, ikabidi wao wanatushika kama vile wasanii wao pale. Sasa badala ya kwenda nafanya vizuri, tuko tunaenda tunaonesha kazi tunazozifanya. Ikabidi tukawa tunapata wale watu wenyewe wa kuweza kutusaidiza na kwenda kurekodi studio. Kwa sababu tulikuwa hatuna uwezo wa kusema eti kuweza kujilipia, ijapokuwa baadhi yetu wamoja walikuwa kuna makazi walikuwa kunafanya, lakini mimi mwenyewe nilikuwa sina kazi yoyote. Nilikuwa bado niko mwanafunzi, nilikuwa nasoma. Basi ikatokeaga producer Adomix akawa ametuchukua na kusema eti tukaenda kwake kwenda kumuomba kama vile kwenda kufanya kazi. Akatuambia nyinyi ni watoto wa nyumbani na wafahamu, hamna tatizo, mimi nitawasaidia. Tukawa tunasaidiwa, tunatoa ile ndogo na yeye anatia mchango wake fulani ndani. Ubu naho musanzwe mukora iki mu buzima bwa misi yose? Kwa maisha yangu hivi kwa sasa, kwa sababu tayari mimi niko mwanafamilia, nimejenga familia, nina mke, nina watoto. Kazi ninayoifanya si kazi nyingine, ni kazi ya studio. Studio hii ya enregistrement ya mumuziki, kuweka muziki mkarte memoire, mflash, CD, vitu kama hivyo ndo kazi ninayoifanya. Ubu turumva ko usanzwe ugira ivyo muri studio, abatari bake bariko barabibona. Uca ufifatanya gute kuririmba no gukora muri studio? Naweza nikasema kwa sasa ni kama ni kama mtu mwenye nimetulia kwanza kidogo. Nimetulia kidogo, ila kwa muziki siwezi nikasema eti kwa muziki nimetoka, hapana. Unajua maisha ya muziki wa hapa Burundi ni magumu sana kama hauna kazi yoyote ile uko unaifanya. Unaweza kuwa kuna kazi yoyote uko unaifanya, lakini ukiwekeza pesa yako kwa muziki, ndugu yangu, utaumia. Utaumia kabisa, kwa sababu unaweza kuwekeza pesa nyingi afu usipati chochote kile. Tuvuze uko nitwo cha twumva kumenga tugomba guca intege babandi bagomba kuririmba, babandi babishaka cyane babishashaka. Unaona, siwezi nikasema eti ni kuwakata moyo wale ambao wanataka wale ambao bado hawajaanza kuimba na wapo njiani, hapana. Unajua siku zote kama unataka kuwekeza kwanza muziki kwanza wetu hapa nyumbani, bado upo nyuma tofauti na nchi zingine zilivyoendelea. Kwa sababu nchi zingine zilivyoendelea, watu wako na support kubwa sana tofauti na support ya hapa nyumbani. Hapa nyumbani support ya muziki hamna. Tuko na wafanyabiashara, tuko na watu wenye wako na pesa, lakini hawawekezi kwenye muziki. Tugarutse ngaho nimumva kumenga bo babanka gushiramo amahera yabo canke ubufasha bwabo kwera ko batinya ko bo haba bahomba kuko urumva ntiwokora ikintu. Ndo hivyo. Unaona, muziki, kazi yoyote ile, kabla ungali unaanza biashara, unapaswa kuwa na impact fulani. Nasema hapa nauza nikapata au nikakosa. Hivyo ni vitu ambavyo vinatakiwa vipi. Lakini kabla hujajua kama kile kitu utakosa, inabidi kwanza uwekeze. Na ukishawekeza kile kitu ndio utaona kweli hichi kitu kimeingiza au kama kijaingiza. Lakini kabla hujawekeza hata kile kitu, unafikuna kata kuwekeza, yani hautaki, unasema eti mimi hichi kitu sitakipata ndani, na hautatoka kabisa. Inabidi kwanza uwekeze kwanza, kwa sababu muziki kwa nchi zingine muziki una pesa. Watu wanapiga hela, watu wana magari za kifahari, lakini ukitizama kwa muziki wetu wa hapa, muziki unaweza kupigwa kwenye redio tariki moja hadi tariki 21, tariki 30, inaingia hadi tariki moja kwa tariki moja nyingine. Muziki uko unapiga, unavuma kweli. Lakini ukikuja kuangalia maisha ya yule msanii ambaye muziki wake unavuma kwenye redio, unaweza kushangaa ndugu yangu. Niki ikintu ro wocu genda usaba leta canke abo banyamitahe bukora kugira ngo baterere mu muziki w'Uburundi hasigara tutera imbere nk'abantu? Bawekeze kwenye muziki. Hicho ni kitu kwanza cha kwanza, wawekeze kwenye muziki na Warundi tuweze kutambua thamani ya muziki wetu. Hicho ndo kitu kingine. Kwa sababu tusipoupa thamani muziki wetu hapa, sisi wenyewe hakuna kwenye tutaenda. Inabidi kwanza tujitambue kwanza sisi. Tukishajitambua sisi, muziki wetu utakuwa na mafaa. Unaona, kuna wakati unapeleka muziki kwenye studio ya radio fulani, afu unafika pale kama uko msanii ambaye bado hawajakufahamu, inakuwa ni vigumu sana kusema waweze kupokea kazi yako. Na wanakuikalisha pale hata masaa 3 saa 4, mtu mwenyewe kupokea ile nyimbo yako hana kazi yoyote ile ambayo alikuwa anafanya, lakini anakuambia subiri kidogo, kuna mambo fulani niko narekebisha hapa. Afu wewe unatizama kama kuna mambo fulani niko narekebisha, unaona hakuna chochote iko nakifanya.
lakini anakuwekeza tu pale kwa makusudi, labda utachoka wewe mwenyewe ufike unashimama uende na bila kufanywa chochote kile. Na kuna mara anaweza kapokea nyimbo yako au akakwambia umeileta nini, unakuja kuta umeileta msaidia, anakuambia si atupokee CD hapa kwa sababu lecture yetu labda imekufa, anakuambia sisi tunapokea flash. Sasa ukipeleka flash anakuambia eti flash inaweza kutuletea mavirisi mashini, anakuambia labda ungekuja na CD. Afu unajiuliza sasa, kwa nini hao watu wanatuzungusha hivi? Unaona, kwa nini wanatuzungusha hivi? Ni mtu wa nyumbani, tena mtu mrundi kabisa wa nyumbani anakuzungusha vile. Sasa unasikia muziki hapa utasonga mbele aje. Mwamaze kuvyumva, umuziki wacu ntuzotera imbere mu gihe hariho abajournaliste bamwe bagifise iyo ngeso yo kugira ngo basaba ico basaba, ahandi naho mbabatevye umuntu ntaco bariko barakora, ariko uzanye umuziki bakanka kuwakira, abandi nabo ngo manzugira ukunuku. Bimaze kuvugwa mu biganiro byinshi tumaze gukora, abo bajournaliste murabe mikebuke kugira ngo umuziki wacu utere imbere. Umuziki wacu ntuzotera imbere namwe mutabishizemo uruhara. Eske iyo muziki izovuzwa nabande, imiziki izumvirizwa nabande, bazoyumva gute mu gihe mutayivugije? Izo ni impanuro mumaze kuronka, kandi kenshi akatari gake bibwirwa benshi bikumva bene ivyo, abumva byabakoze ko muraye muhindure kugira ngo ibintu bigene neza. Nikihe kintu wipfuza cokorwa mu muziki w'Uburundi kugira ngo ugere aho kurugero basiwe wifuza twokumva ko natwe umuziki uteye imbere? Kuko abaririmbyi bamwe baravuga ko umuziki w'Uburundi nturiha, ntushobora kubeshaho umuntu mu gihe adafise ikindi akora. Ucu bwene unabwira abaririmbyi bamwe bakunda kugaya ubuzi bumwe nko gukora mu studio canke iki niki, baza kwicara barindiye ko umuziki uzogira ico bafasha, orke umuziki wo mu Burundi udahemba ku rugero mu bivugako. Hicho ndo kitu ambacho nilikuwa nazungumzia kama ni kitu kikubwa sana. Unaona wasanii wa nyumbani hapa, mtu akishakuwa kama vile mwenyewe amejenga jina, amejulikana, ile kazi ambayo alikuwa anafanya nafika na iacha. Unaona, hicho ni kitu ambacho kinarudisha maisha ya watu nyuma. Unakuta eti mimi sijui labda wakinikuta niko sehemu fulani hivi, kamera ikinitokea itakuwa ni aibu. Hapana, kazi ya mtu ni kazi ya mtu. Unaona, kipindi kabla hujajulikana unajua ile kazi ilikuwa inakuingizia pesa na ulikuwa unapata, unanunua nguo, unafanya nini, endelea na kazi yako kama kawaida. Na kipindi unajua hujapata sponsor ya kusema eti kwa sababu sponsor ndo huwa management ndio huwa inakwambia sisi wewe kama msanii wetu hatuwezi tukataka ukwe mu maisha kama haya, kwa sababu hayo maisha yenye uko unafanya na kutokana na ustaa wenyewe tunakwenda kutengeneza utakuwa kutofauti na hiyo kazi yako. Inabidi ukue hivi ukue vile kutokana na nini, ya kutaka kukubrand wewe mwenyewe kwanza, kwa kutaka kukutengeneza kwa kitu fulani. Sasa si kwa kusema eti haujakuwa hata na management yoyote ile, nyimbo yako tu imevuma kwenye redio pale, kazi ambayo ulikuwa unafanya unafikwa unaitupa, unasema mimi nikikutwa na watu hapa itakuwa ni aibu. Unajiharibia maisha yako wewe mwenyewe, kwa sababu kesho wala kesho yake na ile sabuni ambayo ulikuwa unapata unakuja jikuta unakuwa naikosa kwa kutegemea muziki. Mwamaze kuvyumva, nimwaheba akazi muri ko murakora ngo nuko mwabaye abastare canke ngo nuko imiziki yanyu iriko iravuzwa cyane, bandanya akazi uri kurakora kugira ngo kazoze gusahiriza muri wa muziki. Impuzu wigurira bivuye mu muziki yazogera igihe utayigurira, kuko bivanye nuko umuziki wo mu Burundi bavuga ko udahemba kandi udashobora kukubesha wonyene. Rero gira ikindi giko gukora, abagaya akazi nabo muyimenye Jesse ndimwo murabe rero mukore kugira ngo umuziki wacu utere imbere, kandi tugire n'abasani bateye imbere. Gute tuzumva ngo umusani aravumye kandi adateye imbere? Hapo sasa itakuwa ni vigumu sana ndugu yangu, ni vigumu kabisa, kwa sababu msanii afanyiwe tu kwa kuwekeza tu kwa kitu kimoja tu peke yake. Kuna watu ambao unakuja kuta ni wasanii ma superstar lakini wako na kazi nyingi sana wanafanya. Unakuta ni mtu yuko na makampuni awekezi kwa muziki tu. Muziki umeshampa hela na umemfungulia njia ya pesa, lakini anafika anawekeza kwa kampuni zingine. Unakuta yuko na biashara fulani na yuko na watumishi. Sasa wewe ukitaka kujifanya eti au jao hata na kitu cha kuwekeza, kusema eti mimi niko na pesa fulani naweza nikafanya kazi fulani, au naweza nikawapatia wafanyakazi wakanifanyizia hiki na hiki, wewe ukao unaikaa tu kwa kuandika mashairi, au utatoka fasi. Inabidi kwanza ukue kwanza na msingi wa maisha. Wewe mwenyewe unajua hapa nina pesa hizi na hizi. Sasa ile kazi ambayo nilikuwa nafanya labda siwezi nikastahili tena kuendelea na ile kazi, inabidi nitie ndani watumishi wafanye ile kazi. Lakini unasikia kazi yako inabakia ni ile, watumishi wanaendelea nafanya ile kazi na wako unafuatilia kazi yako. Labda wakusema eti kutaka kusema nisiwe naonekana sana kwa sababu umeshakuwa star, nisiwe naonekana sana watu. Unajua mtu akitaka kuandaa show inabidi uwe kibiashara zaidi.
Kwa sababu ukiwa unaonekana sana mwatu kwa ile kazi yako, hapo unakuwa sasa umesha kuwa msanii na umesha kuwa na pesa, na unajua kweli pesa zangu zinaweza zikanifanya mimi labda nikafanya show business fulani na nikakuwa na kitu fulani ambacho kinakuwa kinaingiza kitu. Lakini kipindi bado haujakuwa hivyo, haujakuwa na hela yoyote ile, unafikiri unasema kazi yangu acha niache niendelee na muziki, bado ngari unatembea na kanda mbili, wewe mwenyewe hauna hata usafiri. Inakuwa ni shida. Ukienda town unakamata sijui ni bisi inakufikisha town, kisha baadaye kazi yako wewe unafikiri unaizarau. Ni probleme mwumvise ko impanuro nyinshi muronse mwozigendera kugira ngo umuziki wacu utere imbere kandi utere imbere namwe ko muteye imbere. Mukajambo nsa n'usozera, urumviriza umuziki kandi umuziki warabayeho kuva kera. Nubu baracabana barimba n'ubwo amwe bariko babijana mu nzira itariyo, ariko mu Burundi twari dusanzwe dufise amicale des musiciens. Ubu harahinduwe ubundi mu president wa amicale des musiciens kugira ngo ategura amatora mu wundi mwaka uza bamuha ikiringo cy'umwaka wose. Eske urabona ko hagiye kuba impinduka kuri president Romeo Ininahazwe arongo ya amicale des musiciens muri no mwaka? Urabona ko hazoboneka impinduka mu muziki? Unajua siku zote mtu unaweza kusema kweli tukimweka huyu mtu kwa hichi kitu fulani anaweza katuletea hata manufaa kwa mbele. Ila kabla yule mtu hujaona kwanza kazi yake, itakuwa ni vigumu sana kuweza kutambua eti huyu mtu atatuendeleza kwa hiki wala kile. Inabidi kazi yake ndio itatufanya sisi tuweze kufahamu kweli huyu mtu ametuendeleza kivipi. Kwanza kipindi atakuwa yuko anafanya kazi, mambo yake ambayo atakayeyaonesha kwa sisi jamii ambayo tunayomfuatilia au kwa sisi wasanii, ndio tutatambua kweli huyu mtu kuna vitu ambavyo vimebadilika. Mtu anaweza kukuja, unaona mtu kama yuko mpropaganda, huwa anasemaga nitawaletea bomba za kutoa maziwa au nitawaletea sijui bomba za kuwa natoa sijui nani soda kwa wakunywaji wa soda. Unakuja kuta kweli kutokana na maneno yake mazuri watu wanamchagua, lakini badala kufika madarakani sasa vitu vinabadilika. Ariko mu majambo wewe yavuze canke muco yashikirije yaravuze ko agiye gukora ibitari bikahindura n'ibitari bike, mu gihe havugwa ko mu kigega cha amicale des musiciens atani faranga na rimwe ryari ririmo, ariko akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose. Inawezekana budget yake hakuna mwenyewe anaijua, labda yeye kuna kitu kwa kusema azungumze hivyo, kuna kitu ambacho yeye anajiami yeko, unaona, na hicho kitu ambacho anachokijiami yeko, na si info kiendelea kweli akikazania na hicho kitu, na kama kuna kitu ambacho kitabadilika kweli kutokana na jinsi alivyoongea, itakuwa vizuri, na labda mambo yatabadilika na tutakuwa na muziki kabisa utakuwa ni mzuri. Na pale kwenye watu wasanii walikuwa nasema watafika, nafikiri ndo tutafika sasa. None nkawe nike umusaba yokora kugira ngo umuziki utere imbere? Chenye mimi naweza nikamuomba si kingine, kwanza maneno aliyoyazungumza inabidi kwanza ayaweke maanani kwanza yale maneno, kwa sababu amezungumza vizuri kweli, na maneno ambayo aliyotamka kuelekea kusongesha muziki wa Burundi mbele yatakuwa ni mazuri kama kiyafuatilia. Na kitu ambacho naweza nikamuomba zaidi, waangalie jinsi wafanye bidii tufate jinsi nchi zingine zilivyo. Kuna percent ya muziki ambao wameweka muinchi tofauti ya kusema eti muziki wa nje unatakiwa upite kwenye percent hizi na muziki wa ndani unatakiwa upite kwenye percent hizi. Tukifuata hata kauli ya mzazi wetu ambaye ni rais, huwa anazungumza sana hata kwenye maredio, tukiwa pamoja vyote vinawezekana. Turi kumwe twese birashoboka. Vyote vinawezekana. Sasa muziki hauwezi kasonga mbele kipindi hawa wanafikiria hiki na wale wanafikiria kile. Inabidi kwanza tuweke mawazo kwanza kwa pamoja. Kwa sababu tukiweka mawazo kwa pamoja, kile kitu kitasababisha kitu ambacho tunaweza tukatoa tukiwa kwa pamoja, kinaweza kajenga manufaa kubwa sana kwa muziki wa hapa Burundi. Kwanza itafikiri na tubidi tukamate hatua kama vile hatua rais anaweza kutusaidiza kwenye hatua inaweza kukamatiwa. Tuseme kwa mfano kama tunaikaa amicale des musiciens inaitisha vikao vya wasanii tofauti na watangazaji wa habari, mamedia, yani mamedia kwa jumla, na tukachukua kitu sote kwa pamoja kusema muziki wa Burundi unatakiwa uwe unapita kwa 95%. Na hiyo 5 nyingine ya kubakia iwe ya nje. Hicho kitu kama tunakichukulia sisi sote, tunakichukulia kwa pamoja na mamedia zote zinakubaliana hicho, tunakuwa tunasubiria sasa hatua ya nani? Ya mheshimiwa rais. Unaona? Kwa sababu mheshimiwa rais ndio mtu ambaye yuko na neno la mwisho hapa kwenye nchi. Anaweza kafika hata kwenye redio anasema kuanzia siku hii ya leo, mimi kama rais wa nchi
sitaki nyimbo zenyewe zitakuwa zinapigwa nje kwa asilimia kubwa tofauti na nyimbo za hapa nyumbani. Inabidi nyimbo za hapa nyumbani zo zinapita kwa asilimia kubwa tofauti na nyimbo za nje. Na ule muda anaozungumza kile kitu na akiweka sign anasema bana, kweli mimi hichi kitu nimekikubalisha na nataka muende kwa hichi kitu. Kwa ule muda media yoyote ile ambayo itatembea kinyume na ile hatua ni lazima itakamatiwa hatua. Na wakiweka pesa pale, faini zenyewe wakiweka pale, wanasema bana, media yenyewe itasikilika imepiga muziki wa nje kwa asilimia kubwa, itakatiwa faini ya milioni kadhaa. Nafikiri watu wataogopa. Hata wewe wa directors na wa maradio wataogopa. Itabidi wafika naitisha watumishi wao waambie bana, inabidi tufuate kauli ya rais. Na tukienda kinyume na kauli ya rais, ni lazima itakula kwetu. Na media nyingi hapa zitafika zinaenda kumstari. Tushimire mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro kirimo impanuro nyinshi cyane mwamaze kuvyumva, aba journaliste, aba directeur general ba radio, abaririmbyi ku ruhande rwanyu n'abandi musanze mumviriza umuziki mwamaze kumva ibitari bike. Tushimire mwebwe mwese mwagiye kuri YouTube mukagira subscribe, share, like na comment kugira ngo ibintu byacu bigende neza. Tubashimire cyane. Nashukuru na nyinyi Azak TV kwa kuweza kunikuta hapa nyumbani. Na muendelee kuwa na hiyo moyo wa kuweza kutembelea wasanii. Kuna wengine ambao naweza nikasema kwa sasa yani ni kama vile wamewasahau, yani wamepotea kabisa. Na hata kama wako wanafanya kazi unakuja kuta wanakosa wale watu wa kuweza kuwatoa mahali ambapo wapo. Unaona? Sawa sana, nashukuru sana. Na kitu ambacho naweza nikaomba wa ndugu watazamaji wa YouTube, msisahau kusubscribe na kucomment. Merci sana. Sawa. Azak Burundi TV, Association des Artistes en Action du Burundi. Kuri micro mwari kumwe na Michopolo Comedy the best one na wakantri mwamaze kuvyumva ko turacara abambere kuko twebwe tugendera buri muntu wese afise impano, muntu afise aho yavuye ahageze na hari karaja kugira ngo impano yiwe ntiyicare ahubwo ibandanye itera imbere. Dushimire mwebwe mwese mwadutije amasonyo tukaba amasanamu, mwadutije amatwi tukabaha amaju yacu ameze neza. Ikiganiro cyari kimeze neza. Merci sana. Ciao.